Hello, karibu katika YouTube channel yangu, na leo tutaangalia namna gani unaweza kucreate surface katika Civil 3D. Na last tutorials tuliona namna gani unaweza kuimport point manually pamoja na kuimport point kwa kutumia slope. Kwa hiyo leo tutaangalia namna gani ya kucreate surface, na hizi point nimeshazi import kutoka kwenye last tutorial. Kama utazihitaji unaweza kunicheck kwenye namba yangu ambayo ipo kwenye description kama utahitaji file ya hizi point. So kuna njia mbili ya ku create surface. Unaweza ukaja hapa juu kwenye surface, uka create surface, then this dialog box itatokea, au ukaja kwenye tool space, prospector tabs, surface hapa, uka right click, create surface, the same dialog box itatokea. Hapo utajaza information za surface yako. Mimi nitajaza jina la surface, nitasema existing surface. Then kila kitu nitakiacha kama kilivyo. Hapo kwenye style naweza nikaweka contour zangu ziwe ni 1:5. Then nita click okay, nitasema okay. Hapa surface itakuwa imeshakuwa created. Ukija huku kwenye surface, ukibonyeza hii extension, nikibonyeza na extension nitaona surface yangu hapa imeandikwa existing surface. Nitakuja nitadefine nini? Nitadefine hizi point ambazo nimeziingiza. Nitakuja kwenye point file, nita right click, nitasema add point, nitakuja kwenye point group, nitasema add. Nitazi point zangu, nita click apply, nitasema okay. Kwa surface yangu itakuwa imeshakuwa created kama hivyo. Hii ndio surface yangu ambayo imetokana na point ambazo nimezi import. Then naweza nikazi hide hizi point ambazo zitakuwa zitakusumbua, ili upate view nzuri ya hizi contour. Kwa nita select moja, nita right click, nitamwambia select similar, zote zitakuwa selected. Nitakuja kwenye home tab, nitaangalia okay, kumbe hii ni V-node. Kwa nitazima hii layer. Ile nitaizima, nitailea off. Automatically zitafanyaje? Zitapotea. Nikitaka kuzirudisha, maana yake nitatafuta ile layer ambayo inaitwa V-node. Hii hapa nitaiwasha, zitarudi. Lakini vile vile kama hiyo itakuwa ni njia ngumu sana, unaweza ukazima hizi point ukazihide kwa kutumia command. Nika type tu layer, automatically itatokea layer off. Kwa hiyo nikiclick chip, zitaondoka namna hiyo. Kwa hiyo hizi ndo zitakavyokuwa zinaonekana contour zangu. Sasa hii ni surface. Surface ina properties zake. Ina properties kama slope, watershed, na properties nyingine ambazo tutaziona. Kwa hiyo nataka zote tuzijaribu kuzianalyze hapa tuone properties zake. Kwa hiyo nita click surface yangu, nitakuja kwenye surface properties, nitakuja kwenye edit surface style, nitakuja kwenye display hapa kuna vitu nataka viwe displayed hapa. Kwa mfano nataka ni display elevation. Kwa nita check, nita apply, nita click okay, nita apply, nita click okay. Kwa elevation itakuwa tayari iko displayed kama unavyoona. Sehemu yenye blue sana hii ndio sehemu ambayo itakuwa na elevation kubwa, na kadri unavyozidi kushuka chini elevation inapungua. Mpaka hapa sehemu kama hii ndio sehemu ambayo pako chini kwa upande wa elevation. Then nitakuja kuona properties nyingine. Kuna properties, nitakuja pale kwenye surface style. Properties nyingine hapa kwenye display ni slope. Kwa nitaiwasha hii nitaiuncheck, apply okay, apply okay. Kwa slope yenyewe itakuwa inaonekana hivi. Then nitakuja kwenye properties nyingine. Nitakuja kwenye surface style, edit, display. Nitaizima hii, nitaonyesha slope arrow, apply okay, apply okay. Kwa slope arrow na nyezi zinafanyaje, zinaonekana kama hivyo. Nitakuja kwenye properties nyingine ambayo ni catchment, watershed nita highlight, apply okay, apply okay.
Kwa surface pia itaonyesha watershed, itakuwa inaonyesha watershed ID yake, depression pamoja na area. Kila watershed itakuwa inaonekana ID na type yake pamoja na area. Kwa hivyo ndio namna unaweza ukadisplay hizi properties za surface kwa ajili ya kufanya analysis zako binafsi. Kwa hiyo nitakuja kuzi-uncheck zote ili tubaki na surface yetu kama ilivyo. Nitasema apply, nitasema okay, nitasema apply, nitasema okay. Kitu kingine kwenye surface yetu kama umenotice, hizi contour ziko smooth. Kwa mfano hii unakuta ni iko angle kabisa na hii pia. Kwa hiyo tukiwa tuzifanye ziwe smooth. Kwa hiyo nitaselect surface yangu, nitasema surface properties, nitasema edit surface style. Nitakuja hapa kwenye contour. Hapa utaona vitu viwili. Unaweza vile vile ukabadilisha contour interval kama itakuwa ile 1:5 ni kubwa, unaweza ukabadilisha hapa. Ukaweka 1:3 let's say. Lakini kwenye upande wa smoothing ni hapa. Utakuja, utasema true. Alafu utaongeza hii smoothing kwa kadri unavyotaka. Mimi nitaweka mpaka mwisho. Nitasema apply, okay. Apply, okay. Kwa utakuja utagundua kwamba cha kwanza contour zetu zimebadilika interval kutoka 1:5 mpaka 1:3 meters. Lakini vile vile zile edge zimebadilika, badala ya kuwa ni angle zimekuwa ni smooth kama hivyo. Lakini hata tunaweza ukailabel hii surface yako. Una label vipi? Unakuja kwenye annotate. Unakuja kwenye add label. Add label ya nini? Ya surface. Hapo juu utakuja chini hapa multiple at interval. Itakwambia pick first point, nitapick first point. Itakwambia pick second point, nitapick second point. Itaniambia interval along contour, nitamwambia tuweke labda mita 50. Nita click enter. Tayari contour zangu zitafanyaje? Zitakuwa labeled, kwa maana surface yangu itakuwa imejilabel contour zake. Ili zionekane vizuri nitapunguza scale maybe mpaka kwenye 500, zitakuwa zinaonekana vizuri kama hivyo. Kwa contour zitakuwa zimejichora. Kwa mfano contour hii ni mita 22, hii ni mita 23, hii ni mita 24, hii ni mita 25. Contour zote zitakuwa zimefanyaje? Zimejichora. Task ya mwisho ambayo tunaweza tukaiona kwenye surface ni ku create your own boundaries. Hii ndio boundary ambayo imechorwa na green color. Lakini wakati mwingine unaweza ukacreate boundary yako mwenyewe. Kwa hiyo ni simple. Lakini lazima uwe na zile coordinate zako. Kwa hiyo nitazirudisha ile layer ambayo nilizima mwanzo, nitairudisha kwa ku-click layer. Nikiclick layer nitamwambia layer on hiyo hapo juu. Tayari zile point zangu zitarudi. Alafu nitachora as built boundary. Kwa mfano labda sitaki ipite hivi, maybe. Kwa hiyo nitachora kwa kutumia polyline. Nita-click PL. Polyline itatokea, nitaichukua, nitaanza kutengeneza boundary yangu. Nitaanzia hapa point ya kwanza. Yes. Nitajaribu kuzoom ili nipate vizuri point hii. Point hii. Hii ndio as built boundaries ambayo nataka boundary yangu mpya. Hii hapa. Nitataka aje hapa, then hapa, aje hapa ingie ndani kidogo. Then aje hapa. Aje hapa. Then hapa. Hapa ingie hapa kidogo. Aje hapa. Aje hapa. Aje hapa. Aje hapa. Aje hapa kidogo. Aje hapa. Aje hapa. Yes. Hapa ndo mwisho. Nitafunga, nita click enter. Hiyo hapa. So baadaye nitakuja kwenye surface huku. Nitamwambia ni kwenye surface yangu kama ni existing surface, nitamwambia define boundaries. Hapa nita right click, nitasema add. Itaniambia niandike hilo jina la boundary, nitamwambia as built
boundary. Okay, itaniambia select. Nitakuja kuselect boundary yangu ambao ni huyu. Automatically itajitengeneza. Ile boundary ya mwanzo itakuwa deleted, itakuwa ndio boundary mpya kama unavyoona. Imeingia hapa, imejitengeneza. Kwa hiyo hivi ndio namna unaweza kutengeneza as built boundary au kutengeneza boundary yako mwenyewe kwa kutumia polyline. Kuna namna nyingi, lakini hiyo ndio simplest way ambayo unaweza ukaitumia. Naitwa Engineer Said Salim. Naomba like, ushare na comment na usubscribe channel hii kwa ajili ya mafunzo mengine. Next time tutaangalia namna gani unaweza kutengeneza alignment ya barabara. Tutaanza na horizontal alignment. Ciao.